Ninakusalimu mpendwa katika jina la Yesu. Kwa majina yangu naitwa Timothy Mwita, ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Potter's House International Dar es Salaam PHID. Tunamshukuru Mungu sana. Ndio kwanza tumemaliza sherehe zetu na kumbukizi yetu ya miaka 55 ya kanisa letu la mahali pamoja, kanisa la PHID, Potter's House International Dar es Salaam, kanisa letu la Tanzania Assemblies of God. Niko hapa kumshukuru Mungu sana kwa yale ambayo ameyatenda katika kipindi chote cha miaka hii 55. Kanisa letu kama ambavyo umesikia kwenye historia, tunamshukuru Mungu sana. Tumekuwa na sikukuu kubwa nzuri, lakini pia tunamshukuru Mungu kwamba alitupa fursa ya kuona baba yetu makamu askofu mkuu wa kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God, mchungaji Dr. Magnus Muhiche. Na kama ulivyosikia, kanisa letu limechungwa na wachungaji watano. Mimi sasa ni mchungaji wa 6 katika kipindi chote cha miaka 55, na tunamshukuru Mungu sana kwamba katika kipindi chote hiki tumeuona wema wa Mungu usiokuwa wa kawaida. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya matokeo na maendeleo makubwa. Mimi nakumbuka nilipohamia hapa mwaka 2020, nimemuona Mungu kwa namna ya ajabu sana ndani ya hii miaka 5 ambayo nimekuwepo mahali hapa. Kwa hiyo unaweza ukafuatilia ukagundua katika miaka 55, miaka yangu mimi ni miaka 5 tu ya kuwepo hapa. Na kimsingi kanisa hili linanizidi mimi parefu sana, linanizidi parefu. Limezaliwa kabla mimi sijazaliwa. Yaani limeanzishwa nikiwa mimi bado sijazaliwa. Tunamshukuru Mungu kwamba katika kipindi chote kanisa hili limeweza kufungua makanisa sasa 15. Makanisa haya 15 tunamshukuru Mungu kwa neema yake. Katika kipindi chote cha miaka 50 pamoja na watumishi wa Mungu wenzangu walifanikiwa kufungua makanisa 7 katika miaka hiyo 50, na mimi pamoja na watumishi wa Mungu wenzangu katika miaka hii 5 tumefanikiwa kufungua makanisa 8. Bwana amekuwa mwema kwetu, lakini pia tumefanikiwa kusomesha sasa jumla ya wachungaji 30, wachungaji ambao wengine wanayachunga makanisa yetu ambayo yamefunguliwa, lakini wengine wanachunga makanisa mengine kabisa. Pamoja na wenzangu ambao walifanikiwa kuzaa wachungaji na kusomesha wachungaji 13, katika miaka hii 5 tumepata neema ya kuzaa na kusomesha wachungaji 17. Mungu amekuwa mwema sana kwetu. Tunamshukuru Mungu sana. Lakini sio hivyo tu, tumepata neema ya kuwa walezi wa kanisa la jimbo la Kigoma Kaskazini, kama ambavyo uwakilishi tumeuona katika maadhimisho haya. Baba askofu wa jimbo mchungaji Ntawundi Lamek pamoja na mwangalizi wa section ya Kakonko ambao wamekuwa pamoja na sisi katika sherehe hizi, na kwa pamoja tumemwona Mungu akitenda mambo makubwa na ya ajabu sana. Tunashukuru Mungu kwamba tumekuwa walezi wa lile jimbo, na mpaka sasa tumemwona Mungu akituhudumia kwa namna ya ajabu sana. Tumefanikisha kuyajenga majengo mawili sasa 3 ya chuo, kwa maana ya bweni, kwa maana ya nyumba ya mwalimu, lakini pia darasa mojawapo, na tumeanza msingi wa bweni la wanawake. Kwa hiyo soon tutakuwa tukikamilisha ule ujenzi, lakini sasa tumekuwa na makanisa huko, makanisa 5 sasa ambayo yameanza, na viwanja kadhaa ambavyo vimenunuliwa. Tunaendelea kumuona Mungu akituhudumia, lakini tumekamilisha sasa upauaji wa jengo kubwa la watu 500. Tumeanza jengo jingine kubwa ambalo sasa lile ni huduma ya umisheni kimaalum. Na katika muda wote ambao tumepata hii fursa ya kulitumikia shauri la Mungu kule Kigoma Kaskazini, tumemwona Mungu akituwezesha na akitufanikisha. Mungu amekuwa mwema na ametusaidia. Tunamshukuru Mungu sana. Lakini pia tumemwona Mungu akituwezesha katika mambo kadha wa kadha ambayo sasa huko ni kwingine, ni maeneo mengine kabisa nje ya Kigoma Kaskazini. Katika growth ya kanisa tunamwona Mungu akituongeza kwa namna isivyokuwa ya kawaida na kutukuza. Ni heshima yangu kubwa sana kwa wachungaji waliotangulia, kwa sababu ni ukweli usiopingika. Tuna shuhuda za mchungaji wa kwanza, mchungaji Christopher Matete, ambaye amechunga hapa kuanzia mwaka 71 mpaka mwaka wa 86. Amekuwa baraka kwetu, na tumemwona Mungu akitusaidia. Lakini tulipata stories za maombi ambayo alikuwa akiomba. Yeye alikuwa anamuomba Mungu alisaidie kanisa. Bwana alisaidie kanisa liweze kuwa la kimataifa. Yaani yeye maombi yake alikuwa ni kumuomba Mungu alilete kanisa katika level ya kimataifa. Sasa unaweza ukaona katika level ya kimataifa aliyokuwa anahitaji kati ya mwaka wa 71 mpaka 86 ni kitu ambacho ni kama zilikuwa ndoto. Ilikuwa shamba la mikorosho. Alikuwa na nyumba yake, kanisa lilikuwa maeneo fulani hapa ofisi yangu ilipo leo. Ndipo lilipokuwa kanisa ambalo unaweza ukajiuliza, ilikuwa kanisa ambalo ndani yake kulikuwa kuna chumba cha kulala cha kwake,
chumba cha watoto, na hapo sasa ni watoto wote wa kike na wa kiume. Palikuwa pana sitting room, sebule, afu ukumbi namba 4, sehemu ya 4 ilikuwa ndio ukumbi wa ibada, ulikuwa wanakusanyikia watu wa Mungu. Kajengo kadogo, lakini baadaye ndio ikajengwa jengo jingine la muda. Of course yao yote yamekuwa ya muda, ambalo limekuwa la muda limetumika mpaka mwaka 2017, 16, 17, wakati sasa mtumishi wa Mungu mchungaji aliyenitangulia wakati amehamia, na maana jengo hili tulilonalo sasa limejengwa 2016 na likapauliwa 2017. Lilianza msingi wake mapema 2008, lakini finally 2017 likawa limepauliwa rasmi. Kwa Mungu ametusaidia. Tunamshukuru Mungu sana kwamba katika wakati huu ametuwezesha kupata jengo la watoto ambalo lina ghorofa moja pamoja na vyumba vingine, na katika jengo hilo pamoja na kwamba tunatumika kwa ajili ya watoto, leo sasa tumefungua shule nursery school ambayo pia inaleta watoto kutoka mji mzima wa Dar es Salaam. Na nichukue fursa hii kukukaribisha wewe ambaye uko tayari kuja kwenye daycare yetu, tunaita PHID Daycare and Nursery School. Karibu sana. Na mambo mengine Mungu aliyotutendea ni mengi na makubwa mno, na tunayo maono, tunayo mipango ambayo Bwana ametusaidia. Tunamwamini Mungu katika miaka hii miwili ijayo, 2026 2027, kupanda makanisa mapya 15, na ni imani yetu kwamba hayo Bwana atatupa hiyo neema, tutayafanikisha. Lakini sio hivyo tu, mpaka sasa pamoja na wachungaji hao waliozaliwa, lakini tunayo neema ya kwamba tunao wachungaji 7 Bible School. Tunao wachungaji 7 hivi tunavyozungumza. Tunaye mchungaji mmoja chuo cha Nepki Kibaha, tuna wachungaji 2 chuo cha kupanda makanisa, tuna wachungaji 4 chuo cha Dodoma kwa maana ya Acts, mwanafunzi mmoja, alafu na Dodoma kwa maana ya CBC wanafunzi 3. Hao watu 7 of course wako kwenye levels tofauti, kuanzia kozi ya Kiingereza, diploma, degree mpaka masters. Hao watu 7 wote hao. Tunamshukuru Mungu, anaendelea kutukuza na kutuongeza. Lakini sio hivyo tu, tunamwamini Mungu ya kwamba kadri tunavyoendelea sasa, tunatamani kwa neema ya Mungu, tunatamani ule ukimataifa aliouona mzee wetu Matete tuuone katika uhalisia, kwa ajili ya kutuongeza, kwa maana ya kutuongeza nafasi, tukue kijiografia, tuongezeke, eneo letu likue. Ni kweli watu wameanza kuwa wengi, kwa hiyo Mungu atupe neema. Ni maombi yetu sasa Mungu atatupa neema kuongeza, kukuza eneo letu na ukumbi wetu wa ibada. Ni kutie moyo na ujumbe huu wa mwisho ninapomaliza. Huyu Mungu aliyetutendea katika miaka hii 55 akawe Mungu atakaye kutendea na wewe. Sisi tulikuwa na mambo makubwa 5 katika maadhimisho haya. Jambo la kwanza tulisema Mungu ainuliwe, yani jina la Kristo Yesu liinuliwe. Sikukuu hizi zilete kuinuka kwa Kristo, watu wamuone Yesu zaidi. Lakini jambo la pili ni Mungu atusaidie, atuweke pamoja, kwa maana ya sisi kama familia ya PHID tushikamane, tuungane, tuwe wamoja. Jambo la tatu, tuiguse jamii yetu, na tunamshukuru Mungu ametupa neema hiyo, tumeigusa jamii yetu. Timu za mpira tumewapa mipira, bodaboda tumewatengenezea reflectors, na tumewaona wakati wa ibada inamalizika, wakati wa chakula wamekuja kwa wingi kabisa, kija na pensi zao, kija na t-shirt zao. Sasa baadhi ya walinzi wakawa wanashangaa, wanajua watu wametoka wapi? Wakasema bwana, sisi tumekaribishwa na baba mchungaji bwana, sisi wageni wa pasta. Kweli walikuwa wageni wangu na tuliwahudumia vizuri sana, lakini tumewapa watoto yatima support, wanafunzi ada wasiojiweza na kadhalika. Kwa hiyo, lakini jambo la 4 tulisema Mungu atupe neema katika siku hizi watu wajue kwamba pana kanisa, there is a church which is existing here. Kwa hiyo jamii inayotuzunguka, na tumezikaribisha zaidi ya familia 202 kutoka kwa majirani zetu kwa kadi maalum na kwa kuwatembelea na kuzungumza nao. Lakini jambo la 5 tulisema Mungu atusaidie kupitia siku hizi watu wamjue, na kweli kwa maana ya kuokoka, mavuno yatokee. Tumemwona Mungu na tumeona watu wakiokoka na kuja kwa Kristo katika msimu huu wa maadhimisho. Ni kutie moyo, yule Mungu aliyetenda kazi pamoja nasi katika miaka hii 55 akawe Mungu kwako. Na ni maombi yangu ya kwamba katika yale yote tunayoyatamani kuyaona yakitokea kwetu sisi kama PHID, mwaka huu ni mwaka wa overflow. Tunamtarajia Mungu kwa ajili ya overflow, mafuriko katika maeneo yetu yote ya maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe, na kutakia baraka za Bwana katika jina la Yesu. Amen.